Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Leo ndugu zangu Waislamu, tulikuwa tunapenda kugusia jambo moja ambalo Uislamu umelipa nafasi katika jamii yetu hii, na jambo hilo ni swala zima la urafiki. Allah subhanahu wa ta'ala lipa jambo hili nafasi katika kuamiliana na watu na katika kuishi na watu, hivyo inamlazimu kila mmoja amchague rafiki. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kubainisha ni mtu gani ambaye unatakiwa mchague kuwa rafiki yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu anaishi na anaiga tabia za yule ambaye anaishi naye, basi mwanadamu anachotakiwa kufanya, anatakiwa mchague ni mtu gani anatakiwa kumfanya yeye kuwa rafiki yake, na rafiki ambaye anafaa kumchagua awe ni rafiki mwema ambaye atakuongoza katika mambo mema pia, kwa sababu ikiwa kama wewe utatengeneza urafiki na mtu ambaye ni mwema, itakuwa ni sababu ya wewe kuwa mwema. Rafiki ambaye anaswali na wewe, itakuwa ni sababu ya yeye kukuvuta. Hata kama utakuwa huswali, itakuwa ni sababu ya yeye kukuvuta kwa maneno yake na vitendo vyake, na wewe kupelekea na wewe kuwa unafanya matendo mema. Na ikiwa pia vile vile rafiki yako ni muovu, anafanya matendo mabaya, itakuwa vile vile ni sababu ya yeye kukuvuta katika matendo mabaya. Kwa hiyo unatakiwa umchague rafiki ambaye ni mwema. Na katika mambo ambayo mwanadamu, unaweza kahisi jambo hili ni dogo, lakini ni katika mambo ambayo mwanadamu yatamfanya ajute siku hiyo ya Kiyama, baada ya kuona yule rafiki yake imekuwa ni sababu ya yeye kufanya matendo mabaya, imekuwa ni sababu ya yeye kuangamia na yeye kufanya matendo maovu. Mtu siku hiyo ya Kiyama atalia kwa kujuta, anasema, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Na haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatubainishia na kutuonyesha madhara ya kutengeneza urafiki na mtu ambaye ni muovu. Mtu siku hiyo ya Kiyama atalia kwa kusikitika, anasema, ya laiti mimi, ole wangu mimi, kwa nini nimetengeneza urafiki na mtu ambaye ni muovu? Kutengeneza kwangu urafiki na mtu huyu imekuwa ni sababu ya mimi kuangamia na kuyaacha matendo mema, matendo ambayo nilikuwa natakiwa niyafanye. Huenda ingekuwa ni sababu ya mimi kuokoka leo hii na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini siku hiyo haitowezekana tena kurudi duniani umchague rafiki ambaye ni mwema. Haitowezekana kurudi duniani ufanye matendo mema. Na pia vile vile unaweza kutengeneza urafiki na mtu ambaye ni mbaya, ndio mpo duniani, lakini ikaja kutokea wewe ukaanza kufa, ukamtangulia kufa, hali ya kuwa tayari umeshachukua tabia zake mbaya na matendo yake mabaya. Ikatokea sasa mwisho huyo rafiki yako akabadilika, kasikia mawaidha, kapata nasaha za hapa na pale, ikawa ni sababu ya yeye kubadilika. Wewe tayari umeshatangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hiyo ya Kiyama utashangaa na kulia kwa majuto. Unamwona rafiki yako anaenda peponi, rafiki yako mafikio yake amekuwa ni mazuri, unalia na kushangaa, unalia kwa majuto na unajiuliza maswali. Lakini siku hiyo haitowezekana. Kwa hiyo wewe unatakiwa utazame kwanza, itazame akhera yako, itazama maslahi ya wewe mwenyewe, usitazame maslahi ya mtu mwingine. Anaweza katangulia kufa, yeye akaenda peponi au kaenda motoni, na ni mtu ambaye ulikuwa ukishia naye kila kitu, lakini baadaye kabadilika. Hayo ni mambo Waislamu tunatakiwa tuyafikirie sana, na hii imeshatokea sana. Watu wametengeneza urafiki na watu wabaya, wao wamekufa, lakini baadaye wale watu wamekuja kubadilika na wamekuwa watu wema. Kwa hiyo tunamalizia kwa kusema maneno ya mmoja katika wahenga, la tastahib man la yanhaduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu. Usije ukatengeneza urafiki na mtu ambaye hali yake tu na muonekano wake na alivyo yeye hakukuzindui, hakukupi hamasa, hakukushtui wewe kufanya tendo lolote jema. Hali yake unamwona, hata ukitengeneza naye urafiki hakusaidii chochote. Wala yadulluka ala Allahi maqaluhu, wala akizungumza maneno yake hayakukumbushi kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala. Usitengeneze urafiki na mtu kama huyo. Kwa hiyo hayo machache, ndugu zangu Waislamu, tushikamane nayo na tufanye matendo mema, itakuwa ni sababu ya sisi kufaulu hapa duniani na kesho akhera.